haushughuliki kujua ni shida. Hivyo ndivyo vinaleta giza. Ni kama vile hapa unaweza kusema watu wakuja hapa ni waombe. Hata ukachagua ukasema wewe kuja sasa, Mungu akuonyesha kwambia wewe kuja. Mwambie simameni hapa. Kila mtu amini kwa kila anataka. Hapa. Wakikuja hapa, kwa hiyo wamekuja hao wote, kila mtu ana mawazo yake. Utamaliza kuwaombea wote, hakuna mwenye ametendewa. Sababu kila mtu alikuwa anawaza tofauti na vile wewe ulimwambia. Kila mtu alikuwa na imani ambayo ni kidogo, wewe ukiwa umemleta ndani ya imani. Kila mtu alikuwa anaona na wanataka kufanya nini. Pastor ameniita kwa watu wanataka kuniombea aje kwani. Sasa hii imeleta giza kwa imani, maana wewe unataka kuachilia nuru iingie. Hajafungua moyo wake. Kama Mungu amemwonyesha nije mbele na wewe kila mtu amini. Sasa ni mtu afungue moyo wake, afungue mawazo yake, afungue imani yake, ikuwe imepeana nafasi zile nguvu za neno ziingie kwa ajili ya kufanyika nuru ndani yake, ili giza la mashida litoweke. Unaona hapa watu wengi wanatoka wanaingia na shida, anatoka na shida, anaingia na shida, kwa sababu mtu hajui ni inafaa niamini, nifungue moyo wangu, nifungue roho yangu mpaka leo Mungu anitendee. Hiyo nafasi ya kuamini, hiyo nafasi ya kujua umeamini mpaka Mungu aonekane, inapeana ruhusa ya nuru kuingia. Kwa nini? Kama imagine, kwa nini anakuambia ufungue moyo? Hajakwambia sasa uanze kufungua vifungo vya nguo, unatafuta moyo mahali iko ufungue. Hapana. Ametaka wewe ufungue moyo kwa imani yako, uone nini Mungu anafaa kufanya. Unapoamini kwa kufungua moyo wako kwamba ninaamini itatendeka, naamini leo ndio mimi pia ninafunguliwa, ninabarikiwa, tayari nafasi imepatikana ya nuru, hata kama ni kidogo tu kumulika ndani, tayari imeingia. Wakati unakaa ina ngumu na mambo ngumu, unajua hata wengine akikuja hapa akotuna wasiwasi asianguke, tayari amezuia nuru, haiwezi kuingia kwa sababu imani yake imeleta giza kwamba nikiamini kabisa nitafanya nini? Nitaanguka. Tayari ameweka block. Hapa hakuna giza, hakuna nuru inaingia. Hii giza ya kumwambia kwamba ukiamini utaanguka, tayari hili shetani amemwambia unajua ukianguka wakinitoa na wakinitoa kwako na wewe unakuwa nyumba yetu. Unapata mtu amekaa kangumu. Hata tu hapa nataka kufanya demonstration hapa. Nikiita tu watu hapa na nisimama hapa niwaambie wanizunguke hivi. Na niseme kila mtu aamini vile nimesimama hivi atachukua kitu kutoka kwao. Utapata wote wamesimama tu wametoa macho. Ukisema amen na mwende mkae. Na wanaenda tu vile walikuwa. Hakuna mtu amesaidiwa chochote. Kwa sababu akili yao ilikuwa sasa hapa tunafanya aje? Sasa amesimama katikati atuchukue. Tunachukua nini? Yaani ile roho haoni chochote. Vile haoni chochote si kwamba haoni. Ni giza limefunika macho ya kiroho, kutoamini aone kuna kitu nimeitiwa, kuna kitu nimeambiwa na ni lazima nakipokea. Hakuona. Yeye aliposimama akasimama na akakausha. Alipokausha, hivyo ndivyo utamwambia basi tumemaliza maombi, endeni mkae, na akaenda. Akitoka mlango anaenda bure. Sasa kitoka hapo hajafanywa, hakuna kitu kimetendeka, ajifika kwake anasema hata walituita wakatuambia imagine fulani alisimama huko hivi, basi akasimama katikati, lakini imagine hata wakaanza kusema ati kila mtu apokee.
Mimi hata niligojea tunioneko kitu yenye pastor anatupatia, sikuona, hata hakuna kitu nilisikia. Ukisikia nabisha mlangoni, wewe nifungulie niingie. Na usifanye moyo wako kuwa mgumu, maana nataka kuingia. Mimi nimekubebea roho wa kuunganisha na chochote ambacho wewe unakihitaji. Kazi yangu ni kukuinua na kukupa mshale wa neno la wewe kuamini ndani ya Mungu, kwa sababu tayari ukija hapo na unakausha. Haya wagonjwa wote, haleluya. Haleluya, kwa Yesu ni Bwana. Haleluya wagonjwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe wagonjwa. Kujeni hapa mbele, wagonjwa wote wanakuja. Unaombea mgonjwa mwingine, yeye anakusaidia kukemea. Unasema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ishinda, unasema ishinda.